Why? Number one, we have huge natural necessary for energy transition. We have vast resources of renewable energy from wind, solar, geothermal, hydro, that again are important for the world's prosperity. Number three, it is not possible going forward to discuss world food security without the vast, untapped, arable lands of the African continent. And number three, 40% of the world's workforce by 2050 will live in Africa. 25% of the world's population will live in Africa. Africa is not only going to be a workforce, it is also going to be a market. And therefore, going into the future, we must sort out three significant things. Number one, we must sort out the issue of access to concessional resources to unlock the potential of Africa. We must sort out, number two, that Africa continues to borrow from the international community at significantly high interest rates, even higher than comparable economies everywhere. Na mtazamaji, nikisalia kwake Rais Ruto, viongozi wanawake nchini wamejitokeza kumtetea rais wakisema kwamba anaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo katika maeneo mbalimbali ya nchi ikiwemo ujenzi wa barabara na nyumba za bei nafuu. Wakizungumza katika kaunti ya Taita Taveta wakati wa mkutano wa kusaidia vikundi mbalimbali vya maendeleo, viongozi hao wamesema kwamba serikali imepiga hatua kubwa katika kuboresha miundombinu na kuinua maisha ya wananchi. Aidha, walikosoa viongozi wa upinzani kwa madai kwamba wanaendeleza siasa zisizochangia maendeleo ya taifa. Viongozi hao pia walitoa wito kwa wananchi ili kuunga mkono ajenda za maendeleo badala ya siasa za migawanyiko. Ukiangalia soko, nikikwambia kwangu, mimi nilikuwa nimejitengea soko 18. Nimejengewa soko 12 na Rais Ruto. 12. Na najua amejenga pia kule Murang'a, vile amejenga huku Voi, vile amejenga huku Taita Taveta, kwa sababu najua anafanya kazi bila ubaguzi. Ilikuwa campaign pledge ya viongozi wengi, lakini hakuna mwenye alitendea haki. Ni huyu William Samoei Ruto. Kwa hivyo tukisema kwamba anafanya kazi, anafanya kazi. Tukisema kwamba ameweka usawa, ameweka usawa. Jamani wapwani wenzangu, wacheni niwaambie maneno ya kisawasawa. Hizi grupu za opposition zote ambazo wamejipanga opposition, sijui yule jamaa yule ambaye saizi hana substance ya kuongea, a whole leader who used to be the deputy president of the Republic of Kenya. Naye naibu wa rais Kithure Kindiki amesema kwamba umuhimu wa kukamilishwa kwa ujenzi wa barabara kuu ya Rironi hadi Mau Summit. Amesema kwamba mradi huo utaleta mageuzi makubwa katika sekta ya usafiri na kukuza uchumi wa nchi. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa ghafla katika maeneo mbalimbali ya ujenzi wa barabara hiyo yenye urefu wa takriban kilomita 175 kutoka Rironi kupitia Naivasha na Nakuru hadi Mau Summit, Kindiki amesema kwamba serikali imejizatiti kuhakikisha miradi hiyo inakamilika kwa wakati ili kupunguza msongamano wa magari, kuboresha usafirishaji wa bidhaa na huduma na pia kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika maeneo yanayopitiwa na barabara hiyo. Young people for working with your hands to build our country, to make to get some money to keep your families, so that you don't have to do the wrong things to get money. Si namna hiyo? Na mimi nimeshukuru, na kama kuna watu fire ni nyinyi. Nyinyi ndio fire. Nyinyi ndio original fire. Ama namna gani?
Mtazamaji, nikirejelea masuala ya siasa, viongozi kutoka kaunti ya Trans Nzoia wameitaka tume ya uwiano na utangamano NCIC kuchukua hatua kali dhidi ya wanasiasa wanaoeneza matamshi ya chuki na uchochezi nchini. Wakizungumza katika hafla ya uwezeshaji ya maendeleo iliyowakutanisha wanajamii wa Bagusi katika eneo la Geta, kaunti ndogo ya Cherangani, viongozi hao walitaka tume huru ya mipaka ya IEBC kuwazuia viongozi watakaopatikana na hatia uchochezi kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao. Wamekemea vikali siasa za ukabila na migawanyiko, wakisema kwamba zimepitwa na wakati na hazina nafasi katika jamii ya sasa. Aidha, walisisitiza umuhimu wa amani, mshikamano na kuheshimu matokeo ya uchaguzi. Our people, we want Abagusi to work with other communities like Trans Nzoia. We need to be careful because you see, if we cause enmity, what happens after elections? Kwa hivyo wale ambao wanataka kutuletea zile siasa za kikabila, ningependa sana kuomba ya kuwa siasa ya kikabila ilishapitwa na wakati. Sio hapa Trans Nzoia peke yake, kila mahala ilishapitwa na wakati. Kwa hivyo kiongozi ambayo yuko, whether ni wa kabila lako ama si wa kabila lako, ni kiongozi ambaye anatakana kuserve kila mtu, na ni kiongozi ambayo wanasema majority wakishachagua ni kama watu wote wameshakubali ile kiongozi. Yeah, toothless dog. They need to bite. We see when the bad statements zile zina affect ile stability ya nchi, wanapiga kelele kidogo wananyamaza. We want to see a more effective entity so that anybody what you speak out, you must take responsibility. Sisi hapa ni omurembe. Omurembe ni peace and peace and peace and development. Kwa hivyo naambia wenzangu, siasa kali mpoesha, tufanye kazi Mungu. Kwingineko, wauzaji wa magari katika kaunti ya Mombasa wamefanya maandamano ya amani kupinga mabadiliko ya hivi karibuni katika mfumo wa mamlaka ya usalama wa usafiri barabarani NTSA na utekelezaji wa kanuni mpya zinazohusu matumizi ya nambari za usajili. Wanachama wa chama cha wauzaji wa magari huru wanasema kwamba masharti hayo mapya yamesababisha usumbufu katika usafirishaji wa magari kutoka kwa bandari ya Mombasa na vituo vya shehena za kontena, hali ambayo inasababisha ucheleweshaji wa huduma, kuongezeka kwa gharama na pia hasara kwa biashara zao. Wafanyabiashara hao sasa wanaitaka NTSA kufanya mashauriano ya haraka na wadau wa sekta hiyo, wakidai kuwa utekelezaji wa kifungu cha 24 cha sheria ya trafiki pamoja na masharti mapya ya vibali vya kusafiri ama kusafirisha magari unaathiri vibaya biashara ya magari nchini. Specific uses such as vehicle testing, towing, transfers between dealerships and clients, and are not a substitute for standard vehicle registration. These provisions are anchored in Section 24 of the Traffic Act, Chapter 403 of Kenyan laws. However, the practical application of these restrictions has raised several concerns within the industry. It is worth noting that our sector contributes billions in tax revenues through import duties, VAT exercise, registration and licensing fees. It is not fair to leave the sector in the hands of a few players, especially most of them being foreigners, while the disenfranchising indigenous players, which in effect would create a monopoly in the sector, which is not good for business, even for customers. We also acknowledge NTSA's concerns regarding the misuse of KD plates, including instances where they have been used for unauthorized purposes, such as running personal errands and extended road use. As responsible stakeholders, we strongly support measures that promote accountability and eliminate illegal practices within the industry. However, we respectively call on NTSA to engage more closely with independent dealers and industry stakeholders to develop practical and balanced solutions that, one, facilitate efficient vehicle movement from the port to final destinations, two, provide clear transitional guidelines for vehicles imported under client ownership, three, streamline registration processes to minimize delays, number four, to ensure enforcement measures do not
Tukiangazia kilimo endelevu, Afrika Mashariki sasa ina uwezo wa kujilisha yenyewe pamoja na idadi yake inayoongezeka na pia kuwa mdau mkubwa katika mifumo ya chakula duniani. Hata hivyo, wataalamu wameonya kuwa uharibifu wa udongo, uhaba wa maji na mabadiliko ya hali ya hewa inaendelea kutishia uzalishaji wa kilimo barani. Na wakizungumza katika warsha ya kimataifa ya siku 2 hapa jijini Nairobi, wadau chini ya mpango wa usimamizi endelevu wa maji na kilimo wa Afrika Mashariki wamesisitiza umuhimu wa usimamizi endelevu wa udongo, masharti na nishati ili kujenga mifumo imara ya uzalishaji wa chakula. This project has been going on for 4 years and was intended to look at best management practices for managing soil and water for sustainable and resilient agri-food systems. It has been implemented in 4 countries, in Egypt, in Ethiopia, in Kenya, and in Sudan. We need to manage our water very well. We need to manage our land, soil very well, so that we can have resilient and sustainable agri-food systems. With agriculture accounting for 70% of global freshwater withdrawals and food demand set to rise by 60% by 2050, the math is daunting. We cannot transform African agriculture without fundamentally transforming how we manage our water, soil, and energy. For the past 4 years, the philosophy of what has been and has operated on a fundamental footing that research cannot live in an ivory tower and grassroots knowledge cannot remain isolated. Tukisalia kwenye kilimo, uzalishaji wa chakula katika miradi ya umwagiliaji wa bura unatarajiwa kuongezeka baada ya kulima zaidi ya 700 kupokea hati za umiliki wa mashamba katika eneo hilo. Na akizungumza baada ya kukabidhi wakulima hao hati hizo, katibu wa jimbo katika Wizara ya Umwagiliaji, Maji na Usafi, Ephantus Kimotho, amesema kwamba ekari mpya 2000 zilizoingizwa katika uzalishaji zitachangia pakubwa katika kuimarisha usalama wa chakula nchini. Amesema kwamba hatua hiyo itawezesha wakulima kuongeza uzalishaji wa mazao na hivyo kusaidia taifa kukabiliana na changamoto ya uhaba wa chakula, huku ikiimarisha maisha ya wakazi wa eneo hilo. Hii watu ya foresti wajua hizi, hata kama makikuja na ndege au makuja na meli hapa mimi sitatoka. Na mimi niliaidia hawa kwa roho yangu, ate hii shamba ni serikali ilitupe. Kwa hivyo saani kusaa juu mimi kuna makao nataka hiyo sasa mamesa hiyo watoto yao. Tunataka tukae kwa amani, hatutaki maneno ya kuburukwa kutoka saa hii. Hii waya iondolewe, iwekwe mahali ya foresti, mahali foresti inapiga na mashamba yetu. Hii watu ya foresti wajua hizi. Na mtazamaji, tukiangazia masuala ya spoti, shule ya upili ya Musikoma kunradhi, imeibuka mabingwa wa mpira wa pete katika eneo la Bungoma Kusini baada ya kushinda mechi zao zote na hatua ya makundi katika mashindano yaliyofanyika mwishoni mwa juma. Musikoma wameongoza mashindano hayo ya kinadada kati ya shule za upili na kujihakikishia nafasi ya kushiriki mashindano ya kaunti yatakayofanyika
uliofanyika wiki hii katika shule ya upili ya Bungoma, na kocha wa timu hiyo Thomas Mulongo amesema kwamba kikosi chake kiko tayari katika kiwango bora na kimejipanga vyema kuwakilisha eneo hilo akilinganisha na matokeo ya mwaka uliopita. Na bila shaka mtazamaji, huo ndio mwisho wa habari zetu awamu ya saa 10, na kushukuru wewe mtazamaji kwa kutazama habari zetu na kuweza kufanikisha kipindi chako kama EBN TV, na kutakia siku njema. Tupatane hapo kesho. Mimi na